Sasa nikuulize, huyu Karinda anaambia Kasongo, hii watu ya Bera walikataa kunichagua kama gavana. Watajua mimi ndio gavana wa Embu, watachagua huyu Muthende, wapende wasipende. Ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Honorable Rigathi Gachagua is officially in Mbeere North. Mimi Rigiji mtoto ya Maumau, nitakaa hapa mpaka Karish atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. Yes, Honorable Rigathi Gachagua will be campaigning for Karish, the DP candidate. DP ni ile chama ya JB Muturi. On the other side, the government has sent Honorable Professor Kithure Kindiki, the deputy president, to counter Gachagua. Have a look. Wewe nakuambia kwamba tumefika hapa, chuma chako kiko motoni, do what you thought you can do and we are ready for you. Professor Kithure Kindiki, the DP, alifika na akaanza kuuzia Rigathi Gachagua, the truthful man, uoga. Have a look. Hawa wanaume wamezoea siku mingi kutusi viongozi na wanaona tukikimya wanafikiri sisi ni waoga. I want to challenge them. I want to dare them. I am in Mbeere North. I have just arrived. I am not leaving here until the 28th of November. Fellow Kenyans, the Mbeere North by-election is very, very crucial to Rigathi Gachagua and the government. Honorable Rigathi Gachagua has to win this election to stamp his authority as the leader of the Mount Kenya region, including Mount Kenya East, where Professor Kithure Kindiki comes from. On the other side, Honorable William Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief, must win those elections to try and counter Rigathi Gachagua's takeover of the Mount Kenya region. Na Kindiki amepewa hiyo mandate ya kucounter Rigathi Gachagua. Kindiki ako area na Rigathi Gachagua ako area. Rigathi was the first one to land and Kindiki followed. But I can tell you, Professor Kithure Kindiki is just following what Rigathi Gachagua is doing. In this video, I want us to check on some issues where Professor Kithure Kindiki has copied Gachagua through these Mbeere North by-elections. To start with, Gachagua may have a morning walk yesterday. And Kithure Kindiki, though not that smart just like Gachagua, alisimamisha convoy yake pale kwa barabara na akatoa kofia akaanza kusalimia wananchi kama Gachagua. Have a look. Ingie Mbeere North. Mbeere North nimenota huko kuna some challenges kwa watu wa serikali. Juu nimeona wanakopi kila kitu. Jana Gachagua niliona akikunywa chai. Hata leo asubuhi amekunywa chai nyingine. Na yeye Kindiki ndio ametumwa pale, Kindiki ni Mr. Yesa. Ametumwa pale. Na yeye amekopi. Ameingia kwa hoteli akakunywa chai. Na kuna mzee hapo nilisikia alimuongelesha vizuri sana. Akamwambia wewe ndio Kindiki. Akasema Yesa. Akamwambia sasa iko namna gani? Akamwambia mimi ni fire sio fire. Naomba kama wewe ni fire sio fire, fanya hivi. Usinilipie chai ya leo peke yake. Nilipie chai ya hadi 2027 na pia unipea school fees na ya watoto wangu kama unataka nichague huu Muthende Care. Na after that unilipie SHA hadi ya 2027. Huyu kijana niliona anafikiria kama mimi. Kama umepatana na serikali, hebu ikusaidie hadi 2027. Si ndio? So after that Kindiki naona anakopi kila kitu. Anaenda kila mtaa akisalimia watu. Kwanza amevaa gloves za white. Amevaa gloves za white. Anaenda akisalimia watu. Hiyo ni sinikopi Gachagua. Sasa jana the mother of Reni Kivuti rest in peace. Mama ya Reni Kivuti alikufa. Na ni kumaanisha huko kuna maombolezi. Sasa utaona hata kesho lazima hata wao wajaribu watengeneze maombolezi yao. Lazima wajaribu. Unajua anakopi kila kitu. So Kindiki kesho tengenezezi pia maombolezi yenu ndio at least mutoshane. Si ndio? Msipate ati kuna mahali watu wanaenda kupata free airtime. Si ndio? Na ndio tunasema watu wa Mbeere North, tafadhali epukeni Muthende Care kama COVID-19. Epukeni Muthende Care kama cancer. Ondokeni huo Muthende Care kama ile inaitwa HIV and AIDS. Ondokeni Muthende Care kama... Yes, that is what is happening in Mbeere North. Professor Kithure Kindiki has copied what Gachagua has done. From the introduction, Gachagua alifika na akasema niko hapa mpaka Karish, the DP candidate, akuwa declared MP. Kindiki akafika na akasema niko area na mimi niko hapa mpaka tarehe 28. What was he trying to tell us? Until wa Muthende, hiyo kitu yao ya UDA, amekuwa announced as the MP Mbeere North. From that, Gachagua aliamka 5 na akaanza kutembea na kusalimia wananchi. Kindiki saa 5 saa 6 akatoka kwa convoy na akachukua video 2-3 akisalimia wananchi. Just copying what Gachagua did.
Gachagua alikuwa ameenda pia kwa kibandaski hapo kidogo akakunywa chai na mandazi. The same person, Professor Kithure Kindiki copied Gachagua, went to a local hotel hapo, hizo zinaitwa kibandaski hapo. Akakunywa chai, akaongea na wananchi just like Gachagua did. Professor Kithure Kindiki is doing nothing new, just copying what Gachagua is doing. To some point hata nafikiria ni kama akona schedule ya Gachagua. Anamonta Gachagua ametoka hapa ameenda wapi hivyo na anaenda akimfuata nyuma, of which it's a good method to try and counter Gachagua, but I don't think it's going to work in Mbeere North, considering that bado wanakampenia William Ruto. If Kindiki was smart, hiyo story ya Totem hangekuwa na mention hapo, but I understand this is very crucial to himself going forward to 2027, because William Ruto will be looking either to retain Kindiki or try to align himself with the Luo Nyanza people or Western Kenya in order to get a re-election bid in 2027. So Kindiki hapa anatetea kazi. Kindiki is the current deputy president of the Republic of Kenya after succeeding Gachagua who was impeached. Sasa wanatetemesha pale Mbeere North pamoja. If Gachagua wins that by election, I mean if DP candidate Karich wins that election, it will be a very big loss to Honorable Professor Kithure Kindiki, the deputy president of the Republic of Kenya. Yes, I mean Kindiki must win those elections to prove William Ruto right that the mountain is still not gone. But if Gachagua wins that election, there is no way William Ruto will nominate Kindiki as his deputy president going forward to 2027. So ile story ulikuwa unasikia ya Nandi Senator Cherargei, hiyo ni vitisho hapa na pale. They are trying to tease one Professor Kithure Kindiki in these coming by elections. Kindiki must deliver. Let's assume Karich wins those elections. William Ruto will now be forced to go back to the drawing board na kubali ya kwamba mlima imeenda. There's nothing like Mount Kenya East and Mount Kenya West. United Mount Kenya region is gone. William Ruto, being a smart politician, will have to go back to the drawing board and try to check who will deliver in 2027 now that Kindiki can deliver. We have the broad-based arrangement. ODM is present. Kuna wenye washaingia kwa serikali fully like John Bandi, Joho, the youthful leader Oburu Odinga na wengine, though ODM is still not that united in William Ruto's government. William Ruto now will have to do his calculations and try to check who is the right candidate to deliver my votes in order to get a re-election bid in 2027 or in order to secure my second term in 2027. What do you think stands a better chance than Professor Kithure Kindiki if Kindiki is going to lose the Mbeere North by elections? But sio lazima pia ashindwe. Anything can happen. Politics is dynamic and Kindiki can win those elections. Na Gachagua aanze kwenda nyumbani sasa juu Gachagua akipoteza hiyo kura, I can tell you there is no comeback. It will be a very big blow to Honorable Rigathi Gachagua and the position. What's your take? Express your opinion in the comments. Give the video a like and remember to subscribe. Thank you for always tuning in.